Kwa hivyo tulisema kina mama watatoa 10,000 na hiyo huduma, wazee wa 10,000, praise and worship 5,000, youth watatoa 2,000. Kwa hivyo kila group wajiandae ndio tuweze kufanikisha hiyo siku. Kwa hivyo Bwana wabariki sana, na tusije na kuombea mchungaji ni kwa ajili ya mambo ambayo yako mbele yake. Sorry, the 28 worship experience. Sasa watu kusogea. Haleluya. Haleluya. Tupigie Yesu. Unastahili sifa za moyo wako.
wamelishwa na Bwana. Haleluya. Hawa watoto wetu wamelishwa na Bwana. Haleluya. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana na Hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana na Baba.
Sasa tuamini na tuombe. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana sasa kwa asante kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa ajili ya wakati wema ambao Bwana umeshalia katika nyumba yako Bwana. Asante kwa ajili Bwana ya mama ambao umeweka katika nyumba yako. Asante kwa ajili ya wazee. Asante kwa ajili ya vijana ambao tuko katika nyumba yako Bwana. Nasema asante kwa ajili ya wakati wema ambao umetupa Bwana. Asante kwa maana unajua mmoja. Unajua mahitaji ya kila mtu akilia mama Bwana. Tunaomba katika jina la Yesu Bwana. Ukapanga na kila kipaji cha kila mtu. Unajua kila mmoja kwa jina la kupigia Bwana. Naomba katika jina la Yesu Bwana. Ukakutana na kila kipaji kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tunataka Bwana kwa maana wewe ni mwaminifu. Wewe ndiye uwezo wetu. Wewe ndiye kila kitu katika maisha yetu Bwana. Ndio sababu Mungu wetu. Ndio sababu Bwana tunapita. Ikimana tunajua wewe ndiye baba yetu. Katika jina la Yesu Bwana. Wapata kutumia kwa maana wewe ni mwaminifu. Naomba kwa ajili ya kanisa. Baba wacha ukashughulike kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tunaomba Bwana ukatupata kutubariki. Wacha ukatuinue Jehova. Tukiwa malaba Bwana. Wacha tukaishi nguvu zako kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tukuka Baba na inuliwa ni kwa maana unastahili. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kila mmoja apigie Yesu makofi. Asante. Asante. Kama tuingie kwa sadaka. Tumeleka Bwana Matina. Tuongoze kwa hiyo jambo. Toka pale kama iwapo kuna jambo lingine. Tutaingia tena kwa presence. Hivyo naomba Bwana Matina kwanza tuongoze. Hiyo jambo la sadaka. Bila details. Kwa hiyo nafasi ya kuchukua. Kanisa Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Naomba tukapate kuomba kwa ajili ya sadaka. Our Lord and our Father, we are before you again this time. We praise your name. We honor you. Asante Baba kwa maana umeanza na sisi. Tangia tulipoingia katika nyumba kuabudu. Umefika wakati mama Mungu sio milele Baba kutolea matoleo yetu. Tunaomba tuendapo kuwatoa Mungu kaweze kuyabariki. Kwa nasi ni kwa ajili ya kipindi ambacho kimsalia cha ibada Mungu. Tuendapo kuona tumati njema, tutajishukuru jina lako. Kwa Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Kaza na upande katika jina la Yesu. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord once again. Amen. Kawa katika wakati sana huku wakati. Sawa. I'm
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa wakati ambao ametujalia. Kwa wakati tunaenda kutoka fungu la 10. Tunaliona fungu la 10. Basi na tukasomea mbele. Basi tukapata kumtolea. Tunataka nirudishe 10 milioni fungu za 10. Na tithe. Asante kwa wanaokuja. Fungu la 10 kanisa lijiandae kwa jinsi
ile toleo ya SCB MD. Ukimaliza kuchukua fungu la 10, we're going to pray with the sake of the SCB offering. Kwa basi Mungu awabariki sana na watendee makubwa. Heavenly Father, our God, our Father, we worship you. We bless you, God, because you deserve to be praised. Asante Bwana Mungu wa majeshi kwa wakati mwema ambao mfalme wa wafalme umetujalia mfalme. Mbele zako mfalme kututolea fungu letu la 10. Utukufu wa jina lako, tunalihimidi jina lako na kuliabudu mfalme wa ajabu. Asante Bwana Mungu wa majeshi kwa wapendwa wao ambao mfalme utukufu wa jina lako umewapatia uaminifu wa kutolea Bwana Mungu wa mabwana. Tunawakabidhi kwako mikononi Kristo, neema yako na fadhili zako mfalme wa wafalme zikawe nao. Tunaomba mfalme na ukawajibishie utukufu wa jina lako. Wanapofanya mfalme wa wafalme kazi zao, tunaomba neema yako mfalme ikawe nao. We pray the Lord in the mighty name of Jesus, may favor and locate them, O Father. In the mighty name of Jesus, whatever they do, we pray that God will increase them for the glory of your name, our Lord. Now I pray that Lord will bless this offering for the glory of your name. Leo na utukufu maana katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Ili somo tunachumana sadaka yake. Basi kanisa, we have been announcing this day kwamba leo ni siku maalum ambao tutakaosimama na wapendwa wa Mungu ambao wameishi walikuwa katika huduma inaangalia. Leo ni siku maalum ambao kanisa letu ya IC ndio ni vizuri iposi tukasimame na wao kwa kueneza injili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. And so we are going to give a special offering for the sake of those missionaries. Wapendwa wa Mungu, it is a privilege that you have already heard the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Do you know that there is somebody somewhere who is yet to hear about Jesus Christ? I don't know if you know that. And so, by enabling these ministers of God, kuendelea kuwa mahali pale, wanazidi kueneza ukubwa wa Yesu Kristo, na watu wengi wanazidi kumjua. Bwana Yesu asifiwe. So you may not be able to reach to Turkana or Marsabit or the countries we call 1040 window country, but by your giving we can reach them. By the Bwana Yesu asifiwe. So today we are going to give a special offering. Every church AIC today they are doing that, and so kindly just prepare your pockets. Tunapoongozwa na worship chorus, Papa Lucas, just kindly come lead us to the worship chorus. Na tunaleta sadaka zetu ikiwa nimeshika hiki kikapu mbele za Mungu, that we may enable the gospel to go far. Bwana Yesu asifiwe. So kindly tunaanza na wazee wa kanisa tukiendelea. Walio na M-Pesa, you can still use your 10. We're going to differentiate kwa masaa. So kindly. It's 10.
Sasa itabidi ushikilie hivi. Acha ningoje kumaliza hii alafu ndio. We pray the Lord in the mighty name of Jesus, the Spirit of ministers to preach your word, the Lord, that you may bless them. We just want that as you give them of our Lord, that they will work the word, the Lord, that you may bless them, increase them, and guide them. For this we pray, trust and live in Jesus' name. Sasa hivi tunakwenda tuingie kwa presence. Naomba tusikie presence tushike. Sio. Hapa sasa. Lisa aliye karibu na wewe, are you ready to worship the Lord? Are you ready to praise the Lord? Hallelujah. Mtoto ametembea kwa life. Sasa sijui hallelujah. Can you appreciate our Jesus? Ongeza makelele. Ongeza makelele. Ongeza smile. Ongeza smile. Ongeza smile. Angalia hapo. Angalia. Ongeza smile. Ongeza kamera. Angalia smile. Ongeza smile. Ongeza smile. Wapi vigelegele? Vigelegele. Vigelegele kwa Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana wa mabwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana.
Lakini unaelewa Kimasai. wa 16 na nitasoma kwa Kiswahili. Neno la Mungu linasema, Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kati yao mbele ya Yerodi, kati ya Migdoli na bahari, kukabili Baal-Sefoni. Mtapanda mbele yake karibu na bahari. Naye Farao akasema katika habari za wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile, jangwa limewazuia wasitoke. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu. Nao akasema, ni nini jambo hili tulilolitenda, kwa kuwaacha Waisraeli waende zao wasitumikie tena? Akaangalia gari zake, akawachukua watu wake pamoja naye. Tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Wamisri na maakida juu ya magari hayo yote. Na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Mstari wa 9. Wamisri wakafuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake. Na wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Ahirodi, kukabili Baal-Sefoni. Mstari wa 10. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao.
Wakaogopa sana wana wa Israeli, wakamlilia Bwana. Wakamwambia Musa, "Je, ni kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Bwana umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri. Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri. Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani." Musa akawaambia watu, "Msiogope, simameni tu mkaona wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hawa wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya." Bwana akamwambia Musa, "Mbona unanililia nini? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu." Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Tunakusifu maana wewe ni Mungu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, Mungu ambaye hapana mwingine wa kufananishwa nawe. Mbinguni, duniani na hata kuzimu wanatambua kwamba wewe ni Mungu na hakuna aliye juu yako. Hakuna wa kushindana nawe katika uwezo, katika mamlaka na katika chochote. Bwana, uko juu zaidi ya kila kitu katika jina la Yesu. Asante Bwana maana uko hapa. Tunawisi uwepo wako katikati yetu katika jina la Yesu. Roho wa Mungu unatembea katikati yetu ukifanya mema kwa watoto wako. Basi Bwana, tumenyenyekea weponi mwako wakati kama huu. Bwana, kupitia kwa neno lako takatifu tumejiachilia mikononi mwako. Ombi letu ni kuwa kwamba Bwana ukazungumze nasi, ukatunenee katika jina la Yesu sawa sawa na mapenzi yako. Bwana, usiruhusu tutoke mahali hapa jinsi tulivyoingia, bali Bwana kutoka patakatifu pako hapa Bwana, kutoka madhabahuni pako patakatifu Bwana, ukatunenee mema, ukatunenee ushindi, ukatunenee kibali. Neno litokalo katika kinywa chako ambalo ndilo la mwisho katika maisha yetu, na likazungumze nasi mchana wa leo katika jina la Yesu. Bwana, mimi ni chombo tu, sina neno lolote lako ambalo Bwana naweza kuzungumza na hili kanisa lako pasipo Roho wa Bwana wewe kuzungumza nasi. Basi Bwana, nimenyenyekea ili kwamba kupitia kwako Bwana ukazungumze, kupitia kwa kinywa chako Bwana ukanene nami, na kupitia kwangu ukanene na kanisa lako, ili kwa sababu mwaminifu. Tawala mahali hapa Bwana, nyamazisha kila sauti nyingine Mungu isiye milele, ili kwamba Bwana sauti yako peke yako tukaisikie. Tawala Bwana, na mapenzi yako yakachukue miji na kutawala katika ya madhabahu, katika chochote tulitendalo Bwana, katika lolote tulinalo Mungu wa Israeli. Tunaomba Bwana mapenzi yako na yakatawale na kutamalaki. Mwisho sifa na utukufu zikuletee katika kiti chako cha enzi, maana kwa Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Najua hili si neno geni kwetu, neno ambalo tumelisikia ama tumelisomea wenyewe, na hiyo si geni. Neno la Mungu mahali ambapo tumesoma katika kitabu cha Kutoka, Biblia inasema mlango wa 3, wana wa Israeli wakiwa chini ya kutumikishwa na Farao na wana wa Misri. Baada ya miaka mingi, tangia wakati Mungu alipokuwa amemwambia Ibrahimu mtumishi wake kwamba watoto wake wataenda na kutumikishwa kama watumwa, na wakati ukifikia the appointed time, Bwana akaahidi kana kwamba atawatoa katika mikono ya wale ambao watakuwa wamewashika watumwa, na atawapeleka katika nchi ya ahadi ambayo alikuwa amekwisha kumwahidi Ibrahimu mtumishi wake. Na mahali ambapo tunasoma tumeona kana kwamba huu ni wakati ambao Israeli wamekwisha kutoka Misri, wametembea kwa muda kidogo na wamefika kando ya bahari ya Shamu. Biblia inasema kwamba Bwana akawaagiza na akawaambia, mahali hapo umefika, pitch a tent, ama fanyeni hema, fanyeni makao kwa muda kidogo, maana kuna kitu nataka kufanya kwenu hapa na kwa wale waliowatumikisha. Biblia inasema kwamba katika mstari wa 4, wana wa Israeli wakafanya hivyo hivyo kama Bwana alivyowaambia, wakaweka hema kando ya bahari ya Shamu.
jeshi lote la nchi mzima. But all this was happening ili kwamba Mungu ajitwalie utukufu kwa Farao, ili kwamba ijulikane hata katika historia kuna Mungu aishie milele, Mungu asiyeweza kushindana na chochote. Bwana asifiwe. Mungu ambaye hapana kitu, hapana mtu, hapana chochote cha kumshinda katika uweza, katika nguvu na katika mamlaka. Biblia inasema wakawafuata, na wana wa Israeli wakiwa kando ya bahari wakaangalia nyuma na wakaona jeshi. Kulingana na kufikiria kwangu, ninaona kama wanaona mafarasi, lakini mtangulizi wao farasi uko mbali kidogo, maana kitoo. Ama walikuwa wanaona vumbi ya watu ambao wanakuja kwa kishindo kuwashambulia. Watu ambao walikuwa watumwa kwa wakati mmoja, sasa wanafuata kwa kishindo, maana Bwana kuna kitu amefanya ndani yao. They are no longer the same that walked out of Egypt. God has done something in them. Na ndio sababu Farao anapoangalia anaona siwezi kuwafuata hivi tu, na wafuata kwa jeshi. Biblia inasema wakiwa pale mioyo yao kavunjika, mioyo yao kashuka chini, mioyo yao ikawa ni kana kwamba wameanza kukata tamaa. Wakaangalia sisi tulikuwa watumwa, maybe we have not even hatujafanya jeshi katikati yetu. Hata kama kuna wakati wengine watu walikuwa jeshi wakati mmoja, hatukumbuki hata kidogo kupigana katika vita. Biblia inasema wakamlilia Bwana na wakamgeukia Musa wakamwambia, "Sisi jambo tuliyokwambia tulipokuwa katika Misri, wamoja tuliakuie ni afadhali kufa kama watumwa, ni afadhali kufa katika nchi ya utumwa kuliko kufia hapa jangwani, kuliko kufa kando ya bahari." Na Musa na Israeli siatolekana. Ama mioyo yao ikavunjika, mioyo yao ikashushika, mioyo yao ikakosa tumaini, mioyo yao ikaangalia na wakaona tumekwisha. Wangekuwa Wakamba wangesema yeye nitwaela. Kwa Kiswahili hiyo ni kusema jamani, sisi tumekwisha. But at that time, katika hiyo hali yao ya kukata tamaa, katika hiyo hali yao ya kufika mwisho, katika hiyo hali yao ya kuinua macho yao na kumwambia Bwana tumefika mwisho, to an extent wanalilia afadhali kuwa watumwa, wanalilia afadhali tungekufia Misri, wanalilia afadhali yale mambo mabaya yaliyokuwa yanatutendekea tukiwa Misri, better that, kuliko sisi kufia katika jangwa huku tukifikiria tunaenda kupata wokovu. Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, "Kwa nini unalilia? Nyosha mkono wako, gusa bahari na kutafanyika njia, na katika nchi kavu katikati ya bahari wana wa Israeli watapita." Na kama hiyo haitoshi bado, maana kuna kitu nilikuwa nataka kufanya. Hata Farao atakuwa na moyo mgumu na akawafuata, na katika kuwafuata kwake nitajitwalia utukufu, maana mimi ni Mungu. Bwana asifiwe. Hayo yote nimekuwa nikisema, nikitaka siku ya leo tujipe taswira ama tuzungumzie ama tukijiangalia, maana tunatamania bado safari yetu katika huu mwaka ni kwamba tukakamilisha salama. Mahali ambapo tumekaa imetosha. Ni wakati wa kusonga na kuchukua au kunyakua kilicho chetu. Lakini tutachukua kilicho chetu, tutanyakua iliyo mali yetu, tutafikia mahali paliko petu, if kama watu wa Mungu we will overcome the spirit of discouragement. Tutafika huko kama tutashinda ama tutashusha chini, ama kama tutateremsha bendera
ya kukata tamaa, ya kuvunjika moyo ama ya kushushika moyo. Leo naomba nizungumze na watu wa Mungu, maana tunataka tukufika salama, maana tunatamania tutoke tulipo leo, maana tunatamania tufike kule ambapo Mungu ameweka malamirio kwa ajili yetu. Kanisa la Bwana, leo Mungu anatuzungumzia. We cannot get to our destiny unless we overcome, unless we fight and bring down the spirit of discouragement, unless we bring down that which pulls us back, unless we bring down that which makes us to lose hope, to lose focus, or to give up, in other words. Kwa Kiswahili nimejaribu kusema kwamba kama utakifika kule ambako Mungu anadhamiria kutupeleka, lazima kama kanisa la Mungu tujue, tupate ni vipi ambavyo kama kanisa la Bwana tutashusha chini na kuvunja hii roho na nguvu zinazotukatisha tamaa. Bwana asifiwe. Maana watu wengi wa Mungu wameanza vyema, watu wengi wa Mungu wametembea vizuri, lakini njiani so many of us have given up. So many of us wamefika njiani na wamekata tamaa, wakaacha kuendelea, wakaacha safari, wakashushika moyo na mambo ya dunia na ya ulimwengu huu. Mapito tunayokutana nayo kila siku yakatufanya tumeacha kuendelea, tumefika mahali na tukashuka chini. Biblia inasema wakati mmoja, wakati Agari, kwa kimombo ni Hagar alikuwa mtumishi wa mke wake Ibrahimu, na katika pilika pale, wakati Ibrahimu kwa muda mmoja, ama wakati Sara alipomgojea na akamgojea Bwana kwa muda mrefu na akaona ni kana kwamba Bwana hatendi, Biblia inasema akamwambia Ibrahimu, mchukue Agari na unipatie mtoto kupitia kwake. Biblia inasema ule wakati wa Mungu ulipofika, maana Bwana aneni na akakosa kutenda, Bwana aneni na akakosa kutimiza. Wakati wa Bwana ulipofika, Sara alipopata mtoto wake Isaka, Biblia inasema akawaangalia wakiwa wanacheza na akaona Ishmaeli ni kana kwamba anamfanyia utani Isaka, na akajiamilia moyoni, sitaki mali, sitaki urithi wa Ibrahimu, huyu mtoto Ishmaeli apate ama awe mrithi pamoja na mtoto wangu Isaka. Na Biblia inasema akamwambia Ibrahimu, mfukuze Agari. Na alipomfukuza asubuhi, kawaza kwa moyo wenye uchungu sana, alipomuaga na akaenda, Biblia inasema Agari akiwa katika njia akatembea, na ile maji aliyokuwa amepewa na Ibrahimu ikaisha, na akamweka mtoto mahali na akasema nitaenda mbali kidogo, akiwa amekata tamaa kabisa, akiwa amefika mwisho kabisa, akamweka mtoto mahali kwa distance ya kutupa jiwe, na akaenda mbali kidogo ili asimuone mtoto akifa. Na Biblia inasema at that point, when she was really discouraged, when she thought nothing will happen, and if anything will happen, then my son will die and I will also die in this desert. Biblia inasema Bwana akaufungua macho na akaona kisima cha maji, na akachota maji ya kutosha kwa ajili yake na mtoto, na akaendelea na safari. And even today, the Ishmaelites are a great nation because God came through when somebody was discouraged. Praise the Lord. Naomba niseme kwamba tunapoangalia ni vipi tunaweza kuovercome the spirit of discouragement, naomba tujue huo wakati tunapofikia hiyo hali, si kwa sababu Bwana hataki kutenda, si kwa sababu Bwana hana mpango, si kwa sababu Bwana amebadilisha nia kutuhusu, si kwa sababu Bwana ameanza kutufikiria mema. Many are the times when we are not staying, ama nyakati nyingi hatushiki hao wea wadogo wanaotufanya tukate tamaa. Bwana asifiwe. Naomba siku ya leo mtu ashike hapo kabwela,
hata mimi nishike kale kananisumbua, kale kanakofanya ukata tamaa. Siku ya leo Bwana atusaidie, ukashika kwa upande wako na mimi nikashika kwa upande wangu, tufike salama. Bwana asifiwe. Na nilipokuwa naangalia ili neno la Mungu, niliona kana kwamba kama kanisa la Bwana, ikiwa tutamshika mateka huyu roho wa kukata tamaa, we must, and the Lord will enable us, that we have a positive mindset, that we have an optimistic mind. Ama lazima kama kanisa la Mungu tuwe na lengo, tuwe na nia yenye kufikiria mema. Lazima tuwe watu wenye kujifikiria mema, watu hata mambo yakienda vibaya, watu ambao mambo wakati hayaendi vizuri, watu wenye kufikiria na kunena, it shall be well even if it is not well today. Bwana asifiwe. We must learn to have an optimistic mind. We must learn to have a positive mind. We must